kiongozi wa kata wako, ama kama muumini wa kawaida, umeacha alama gani ama unaacha alama gani katika msikiti wako? Leo tunasali msikiti mzuri huu. Je, wewe una alama yoyote ambayo hata ukifa leo umeiacha? Lazima ujiulize maswali. Ulichangia angalau hata mchanga, ulichangia angalau hata shilingi 500, 200. Kwa hiyo lazima tuangalie namna ya kutumia rasilimali muda, kwa sababu rasilimali muda haitusubiri, isipokuwa yenyewe inafanyaje? Inaondoka muda wote. Lakini jambo la pili, jambo lingine ni kwamba uongozi umesema una muda maalum, kwamba utafikia kipindi utafanyaje? Utaondoka. Lakini baraza lina malengo. Hayo malengo yako ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Wewe ukiwa katika nafasi hiyo, tunataka ukatimize hayo malengo ya baraza. Malengo ya baraza ni kwamba sasa hivi mufti amesema kwamba angalau kila mkoa ijenge, kama na wilaya zijenge vituo vya afya. Wewe kama kiongozi hapo unawezeshaje kupatikana kwa kituo cha afya? Tumesema sifa kiongozi hapa, tumesoma lazima pia uwe mbunifu. Yaani usubiri kwamba wewe uambiwe kama shekhe wa kata ama imam katika msikiti wako, unaweza wewe ukafanya jambo kwa kutumia waumini wako. Tutakuja kuona mbele kwamba sisi kama msikiti wetu hapa Jamia tunafanyaje ili tupate dispensari yetu ya Kiislamu. Mama zetu wanapokwenda kule kujifungua wanakutana na wanaume, wanakutana na nani, wanadhalilika. Kwa nini kama baraza tusiwe na hospitali yetu, tusiwe na shule zetu? Wewe unafanyaje? Wewe nafasi yako ni ipi kuhakikisha hayo malengo yanaweza kufikia? Kwa tunataka viongozi ambao wanaacha alama. Hatutaki viongozi ili mradi tu wamekaa pale kuziba nafasi. Hapana. Lakini pia hata waumini, wewe kama muumini wa kawaida una support vipi sasa? Kiongozi amekujia, imamu amekufuata, ni kwa namna gani wewe unawezesha sasa kupatikana kwa hiyo zahanati? Tumeelewana eh? Hiyo ni namna ya kutumia rasilimali muda. Lakini pia rasilimali muda hiyo hiyo ndio inayoweza kuzalisha rasilimali watu. Muda ukiutumia vizuri, kuna watu wanapita shehe. Leo hii tunaye sio siasa, maana unaweza ukasema kumuingiza tu mwanasiasa, lakini tunaye Mheshimiwa Suleiman Jafo. Tunaye ni mwenzetu katika imani. Tunamtumiaje? Kwa sababu pia yeye atakuja, atapita, ataondoka, muda umwachi. Sisi tunamtumiaje katika mambo yetu? Na niwaambie, japokuwa shekhe amesema uchaguzi, lakini uchaguzi shekhe, ingieni. Sio kuingia kwamba kwa maana kwenda sujuku wewe shekhe wa kata kwa nafasi yako unakuwa kwamba mimi kama shekhe wa kata nasema tumpigie nani. Hapana. Nyinyi wenyewe kama Watanzania mna haki ya kuingia katika nafasi, mna haki ya kuchaguliwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kama Mtanzania wa kawaida una haki wewe kuingia katika nafasi yoyote, ukaomba wewe ridhaa ya wewe kuwa nini? Kiongozi. Kwanza niwaambie hili kabla ya kusahau, msilale. Msifanyaje? Msilale. Ingieni kwenye nafasi, ingieni kwenye michakato ya chama. Mimi sisemi chama gani, chama chochote ambacho wewe unachokiona kinafanyaje, inafaa, kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia. Ingieni kule, muombe nafasi, mchaguliwe, muwe viongozi. Tunahitaji watu wetu ambao leo tukienda tukwambia tunataka matofali kadhaa, wewe utatugaia. Sasa msikae kwa sababu siasa ndio inaamua shekhi. Pale bungeni wanapopanga sera zao na mambo yao, kama sisi hatupo uwakilishi, hakuna mtu akutetea. Kwa ni lazima tuweke watu ambao sisi pia wana maslahi yetu. Umenielewa eh? Kwa hiyo ingieni katika hizo nafasi, kwa sababu pia ni haki yenu na si haramu. Kwa hiyo tukitumia muda vizuri, tutatengeneza rasilimali, tutatafuta rasilimali watu wanapita. Kutumia madrasa zetu. Shekhe Ramadhani huyu ana vijana wake leo, kama akisema haiti vijana wote wale ambao wamewasomesha kwa pale Masangani, ana uwezo wa kujenga hata ghorofa. Shekhe, uongo? Ana uwezo wa kujenga hata ghorofa. Wamepita watoto wengi, vijana wengi ambao sasa hivi wako sehemu mbalimbali. Ingawaje tunakwenda polepole, lakini hata ile madrasa ambayo yuko pale unaiona inang'ang'aa, ni wanafunzi wako, si ndio shekhe? Ndio ijenga. Sasa tengeneza vijana, tumia muda wako, kama wana watoto madrasa na nini, watengeneze vizuri, wale baadaye